Haya ndugu zangu, karibuni sana kwa wote ambao wanasikiza matangazo yetu ya Baraka1 TV. Mimi ni ndugu yenu Baba la Baba, the one and all in town, DJP Mzee Wongwasuma, ambaye kunarushia haya matangazo kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko tarehe 20, siku nyingine tena, mwezi ni wa 8, 2026. Kipindi ni Baraka16. Katika yale ambayo tutazungumzia ni kuhusiana na hali ambayo imekuwa ikijitokeza kwenye uwanja wa vita na madhila ambayo wako wanapitia ndugu zetu kutoka maeneo ambako kunamilikiwa na magaidi wa M23, na habari njema kutoka serikalini ni kwamba tunakwenda kufanya mabadiliko makubwa ya kiutawala, na hivyo watu wanahitajika wote kuweza kuwa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata matangazo yetu kila wakati. Nikwambia tutamalizia kuhusiana na hili swala la Wanyarwanda, kwa sababu Wanyarwanda wamekuwa wakileta confusion kati yao. Hao wanasema sisi ni Wanyarwanda, hao wanasema sisi hatuko Wanyarwanda. Sasa inashindwa kueleweka, lakini nitakuja na baadhi ya precision hapa zenye nitakuja kuzizungumzia. Matangazo haya kuna sisi kupitia Mutula FM, pia shiriki na sisi kupitia Operation Stadium Zalendo, na usikose pia kuungana na sisi kwenye Mwangaza TV. Nafikiri ni hivyo. Tulipata fununu taarifa kuhusiana na drone ambazo zilishambulia Fizi. Kuna delegation ya armée burundaise, commandant chargé na operation, deuxième personnalité ambaye alikuja na commandant region wakitokea Baraka, walikuwa wanaelekea Fizi kwa lengo la kwenda kuinspecte ma operation gisi ziko zinafanyika. Kisha sasa tayari kwa usaliti ambao ulikuwa ndani ya jeshi, taarifa zikafika kwa M23. Situation iko hivi: Fizi Centre kulifanyika kitu ambacho hakitakiwi kufanyika. Sawa? Hakitakiwi kufanyika, lakini Fizi Centre kilifanyika. Nini ilitokea? Komanda wa 33e Region Militaire, General Fabien Dunia Kashindi, pamoja na General Ndizigiye wa Burundi, ambaye ni pia na Generale Muzinga, wote hawa kutokea Burundi. Baada ya taarifa kuweza kutoka kuvuja za jeshi na kuwafikia M23 hawakuchelewesha, na hivyo kuandaa drone mbili sokuwa na rubani kwenda kubombardia hoteli ya Mwalu ambayo iko ndani ya tarafa ya Fizi, ndani ya kitongoji cha Fizi Centre, makao makuu ya tarafa ya Fizi, huku wakiamini kwamba viongozi hao wa renki za juu wako ndani ya hoteli hiyo. Safari yao ilikuwa ni tarehe 16 ndio walitoka na wakarudi at the same day. Sasa kukawa kuna zile fununu kusema kwamba labda wako mule ndani, juu walikuwa wanaonekana wanakuja pia. Fununu za kutumba naye pia zilikuwa ziko hivyo kwamba wale makamanda wote wako mle ndani. Kwa hiyo wakatumia nafasi hiyo kujaribu zali lao, lakini bahati mbaya ikawa imeshindikana. Hii ni kusema ya kwamba ndani ya jeshi letu bado tuna kazi kubwa ya kuendelea kufanya. Komanda Ndizigiye pamoja na Muzinga ni makamanda ambao wanaongoza jeshi la Burundi, ambao wako wanasaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuendelea kupigana na magaidi wa Redi Tabara ambao ni wahasi wa Burundi, na FNL wakiwa ni wahasi wa Burundi, huku pia kwa upande wetu sisi tukiwa tunashirikiana nao kwa ajili ya kuwasaka Twigwaneho pamoja na M23. Hizo ni taarifa ya yale ambayo yalifanyika Fizi. Sasa raia wanasema waliona drone mbili zikiwa ziko zinapita muanga ya Fizi na bila kuwa intercepte. Yani drone zinapita muanga ya Fizi, zinatembea zinazunguruka, ziko zinalokalize hoteli iko hapo bila kuangushwa.
Watu wanajiuliza kama drone zinafika kwa ile hatua ya kuzunguruka bila kuangushwa, ina maana watu walikuwa wanajua nini ambacho wako wanakifanya. Hii ina maana direct kwamba usaliti ulikuwa uko mule ndani. Mule ndani watu walijua kenye wako wanafanya ni nini, na ndio maana waliachia hizo drone ziweze kutoka kwenye zilitoka, zinakuja zinapita ngambo zote mpaka kufika pale kupiga, ama ni drone zenye zilipandishwa mule na kwenda kupiga pale, kwa sababu ukiangalia na kijiografia, sawa, ngoja nikuoneshe kidogo hapa kijiografia gisi Fizi iko. Ukisema kaskazini mwa Fizi, deja huko unaenda maeneo ya Ananda, maeneo ya Wangolobe, maeneo ya Mkela, unaenda maeneo ya wapi, okay, nitakumbuka kule kwa Makariere nako pia bondo. Hiyo njia hapa kwanza ya kufika Wangolobe, hapa ya kufika Ichola, unapitia kwanza Ananda unaenda unafika Ituta unaenda unafika Mkela, voilà Mkela. Kutoka Mkela unaenda kwa mavraji mingi huku, unaingia sasa Ichola unaenda unaenda mpaka Wamlema, kwa mlima huko na kwingine, na huko kote huko ni FRDC pamoja na wazalendo. Huku ni kwa upande wa kaskazini. Ukija kwa upande wa mashariki, huku deja unakuwa unaenda ni njia ya kwenda Lulimba na kwenda mpaka sehemu zingine, huko kote ni FRDC. Ukienda kwa upande wa kaskazini mashariki, unapanda milima kule mawapi, kote kule ni FRDC na wazalendo. Ukishuka hivi unaenda Sebele, na ukishuka tena hivi RN5 unaenda maeneo ya kupitia Malinde hivi unaenda huko maflashi mingi kule kote ni FRDC. Sasa hii drone ilipitia wapi? Kusema ke ilitokea Minembwe, donc ilipitia huku .0 ilikuja Wamlema mpaka kuja kuangukia hapa. Haiwezi kutoka huku mpaka ije iangukie hapa, sababu ni fasi ambako kote kuko wanajeshi wa FRDC pamoja na wazalendo. Sasa ndo mpaka sasa hivi licha kwamba iko lie na M23, lakini tunatakiwa tujue ni wanani wenye walitumikisha hii drone mule eske mule Mufizi ndio ilitumika juu kutoka kule. Ina maana walikuwa na konsinye kwamba iko inakuja, waiache iende, ndio wakaiacha. Yote hiyo inawezekana. Nazungumzia fact yenye mimi naelewa, zile milie kisi nazijua na kisi ziko chini ya udhibiti wetu. Ni ngumu drone itoke kule ije mpaka ifike pale na ifanye hivyo bila kuwa konsinye yote. Fizi wanafunga connection, na walisema kwamba connection ndio ziko zinafavorize drone kupanda. Aya, connection zinafungiwa, mbona bado drone ziko zinapanda za M23? Kwa nini zinapanda? Ina maana kwamba haiko hilo ndo tatizo. Tatizo ni kwamba wenye walipandisha hizo ndo wale wenye kuwa na ile connection, wale wenye wanakatatea connection kwa watu wengine. Wao ndo wako na connection na wao ndo wenye wako wanapandisha hizo drone, na ndo walifanya hivyo ili kuweza kushambulia hayo maeneo. Erezma wenye walipata majeraha pale ni watu wawili tu, na hivyo watatu wamepelekwa hospitali kuendelea kupatiwa matibabu, lakini hao makamanda ambao walikuwa wanalengwa walikuwa tayari wamekwisha kuondoka. Yaani waliondoka mapema kabisa kabla hata ya hilo tukio alijatokea, lakini wao ndio walikuwa kabisa wakilengwa na kombora hizo za magaidi wa M23. Tarafani Fizi huko ni kwamba tuchukulie hili swala la raia wote wa DRC kisa wanatakiwa kuweza kuungana, kushirikiana, kushikamana ili kuweza kupigana na hili swala la M23. Ndugu zangu, mnajua kuna probleme hapa.
Na hii problem ni ya sisi sote kuweza kuambiana na tuwe tunakumbushana. Unaona sisi ni wepesi sana kujisahau, na wenzetu wako na malengo yao. Sawa? Malengo yao wao ni kwamba waweze kutawala nchi hii, yaani watutawale sisi. Hayo ni malengo yao, watutawale sisi, waendelee kutuexploite sisi, wachukue maeneo yetu kabisa. Hayo ni malengo ya hawa wenzetu. Sasa sisi tunatakiwa tufanye nini? Sisi ambacho tunatakiwa kufanya ni pia na sisi tuweze kujilinda. Na tunajilindaje? Tunajilinda kwa kuwaambia ndugu zetu ya kwamba hali yenye iko inaonekana sasa hivi kwenye uwanja wa vita ni hali tete, na wananchi wanatakiwa kusimama kutetea taifa lao. Wanyarwanda wako wanafundisha watoto wao wa masomo ya kidogo jinsi ya kumanipile bunduki. Wanawaingiza mu maakademi militaire, wanawaingiza mu service militaire, wanawafundisha renseignement kila kitu. Lakini sisi wetu wako wanakuwa distrait na mamate physique, wako wanakuwa distrait na malate. Mtu anaenda kusomea lange, wanaenda kufanywa hivi, wanashindwa kuoriente watoto mu masomo kwa ajili ya security ya nchi na kuwafundisha kwamba nchi hii iko hivi na hivi na hivi na hivi, ili wajue gisi ya kuprotege taifa. Nimeongea na ndugu zangu wengi na wamekuwa wakilalamika kuhusiana na hili swala. Sawa? Ndugu yetu huyu amejaribu kuonyesha ya kwamba tumesikia asubuhi jinsi Wanyarwanda wao wako wanajitengeneza, wako wanajipanga juu ya kuendelea kutumiliki, kuendelea kututumikisha sisi tuendelee kuwa watumwa wao. Na watoto wanajua kwamba Kongo, kuna sehemu ya Kongo yenye iko Rwanda. Rwanda iko na reklame Masisi, Ruchuru, na reklame Sud Kivu. Ushelewa? Na reklame Sud Kivu, Bukavu, ina reklame Kamanyola, Uvira. Unaona? Ina reklame Masisi, Ruchuru. Ile yote makiwanja wanasema ile yote ni yao. Na ndogisi wako wanaambia watoto wao kwamba huku ni kwetu, Wakongomani walituchukulia, walitunyang'anya. Wanasahau kwamba hizi nchi tatu zamani ilikuwa ni Kongo, Rwanda, Urundi. Na Kongo ndio ilikuwa makao makuu. Rwanda na Urundi vilikuwa ni maprovince wa Mkongo Belge. Unaona? Rwanda, Urundi vilikuwa province budogo wa Mkongo Belge. Lakini sisi ndio tulikuwa na itandi kubwa. Na kitu kenye watu wanatakiwa wakuwe wanaelewa ni kwamba nchi zote duniani wale raia wa mipakani wanakuwaga wanaingiliana. Yale makabila ya mipakani yanaingilianaga. Gisi Kongo tuko na mipaka na Wanyarwanda Kamanyola. Ni lazima tu pale Kamanyola kutoka kwa zile chembe za hawa wa huku na hawa wa huku wanataka kuendana. Ama lugha ya huku inazungumzika huku na huku inazungumzika huku. Ili c'est normal. Masisi wenye wako na mipaka na Rwanda kule, lazima sasa hawezi sema sisi juu tuko kwa mipaka, tunapakana mipaka na tunaongea lugha ya huku na ya huku, basi hawa wanakuwa ni wa huku. No. Huku wa Masai wa Tanzania na huku wa Masai wa Kongo si wako, si ni wa Masai. Huku wa Makonde wa Tanzania na huku aseme ni Masai wa Kongo. Wa Masai wa Tanzania na Masai wa Kenya. Wa Makonde wa Kongo na ni wa Makonde wa Tizi na Makonde wa Kenya wako. Kwa hiyo kitu kenye wenye Rwanda wako wanafanya, wako na pretext za mingi, lakini hii yote lengo lao ni nini? Ni minere za Kongo tu. Donc wako na njia nyingi za kutumia mara hiki, lakini papa tunaelewa ni minere za Kongo ndo zenye ziko zinawatia pressure. Hizo ndo zenye wako wanakuja kutafuta, na ndio maana huko unaona hii agitation zote. Sasa sisi tunatakiwa pia tuweze kusimama na vijana wetu wasimame ili waweze kutetea taifa hili. Sababu tukiacha nchi hivi ina maana tutakuwa tunaiacha nchi bila msaada wote, na hilo itatugharimu. Kwa hiyo tusimame wote kwa pamoja, tuungane na wale ambao wako tayari kuweza kusukuma ile gurudumu mbele. Na kupa uweze kusikiliza hii
kisha mingine utakuja kusikiza majira ya saa 9. Wanamwambia Keno kusema Keno mjulika inaomba na nyie mshinde. Bali sema ma video zingine wasema Keno munaona meme unani Burundi. Bali taya province kama 3 hivi za Burundi. Keno bote bako pale nabo ni ba genocidaire, ni watu walifanyaka genocide Rwanda. Ndio wanaishi pale Burundi. Alors inaomba kukomprendre ipita gani yetu kuna pigana. Sijue sasa un Congolais mwenye iko mu M23 mwenye alipata mwenye alifuata message ya huyu mzee wa Kinyarwanda. Ginsa anasema Keno Nord Kivu, Sud Kivu ni province zenye zilinyang'anyiwaka ku Rwanda, na wewe uko napigana Keno, uko napigania Keno mutoke munani governe utawala mubaya ya gouvernement ya Kinshasa. Sijue mko naelekea wapi. Wakati yenye bana balkanize wanakamata ile fasi, wanasema Keno mulifanyiziaka genocide baswandiza kama ni Batusi, kama ni Banyamulenyi, kwa watu gani? Mutaenda wapi? Mutaishia wapi? Najua kama mtoto wa Nord Kivu, wa Sud Kivu, siye tunajua bie maisha yenye Banyarwanda wanaishi. Watu wa Kalemi, watu wa Lubumbashi, watu wa maprovinsi za mbalimbali hawezi jua kinsi Banyarwanda banateseka. Lakini siye watoto ya Nord Kivu, surtout watoto ya hapa Goma, kukamata Kibumba, Kiwanja, batu tuseme Keno, batu wetu ku frontiere, kukamata Rugari, Kibumba, unakamata Goma ville, unashuka na ni batu ya Bukavu, bote hakuna mwanasahau mateso ya population ya Rwanda jinsi wanateseka. Alors imagine Keno wakati vitafika sasa hapa kwenye wanatabalkanize babalkanize inchi yetu, me wakati bako na bibia impose munanyamaza, oleke si wote tuungane tujue namna gani ya kujibalance na hapa ba terroriste, muko distrait, hakuna probleme. Puis nilitapenda niambie kila mtu wote tulamuke tuungane mkono, surtout narudilia surtout Banyamulengi. Kama munajua Keno hamuko Banyarwanda jinsi ule Munyarwanda sema Keno muko Banyarwanda be munaishi Mukongo, lakini nyie na mwenye bote muko Banyarwanda. Kama munajua Keno hamuko Banyarwanda, muko Bakongomani, tuungane mutoki hadharani. Kama haiko vile sitasema vya zaidi, tujue namna gani ya kuishi nabo, tujue namna gani ya kuishi nabo parce que c'est trop. Kama Banyarwanda wanafika mu niveau ya kutuinfiltre nani mumishipa, ni juba lipata mtu mwenye aliwaingiza, na balikuwa na bako nafuata Keno banakuwa sekirize Banyamulengi, banafanana Banyamulengi, banafanana Batusi, Batusi wetu wanafanana. Alors bana profite banaingia nyuma ya mjina Batusi. Alors tunaomba kila mwenye anajua Keno ni Mutusi, ni Mutusi Mkongomani, ni Munyarwanda, sote ni Mutusi wa Masisi, vitu vya sana vile, mwenye anajua Keno anakatala balkanizasyon ya nchi yetu, uswate haiko Munyarwanda. Leo tusikie Keno nabo banajenga chama yabo ya Kitusi ya Banilotiki, benye ni Banilotiki Kongole bebako contre agression na balkanizasyon ya nchi yetu, bebako contre na Kagame, na banze pigana na M23. Ile njo mutapima convaincre batu bengine, sino hamutaendelea tudanganya kuma reseaux sociaux, kutudanganya kusema Keno tuko pamoja, bako na tudanganyia si tuko ngambo ya Banyarwanda, mena bako na kuya jina yenu na nyinyi mko naisikia mnanyamanza. Ase tuko naandika, tunaandikaka, tunasemaka kuma reseaux sociaux. Ile iko hypocrisie, ile iko bunafiki. Mutoki hadharani kama munasema Keno hamuko Banyarwanda, muko Bakongomani. Kila Bakongomani wote ba Nord Kivu, ba Sud Kivu tulikamata silaha ya kutetea, ya kudefendre hii nchi yetu isiende. Mebana kuya bako na bafuata nyinyi, na banasema Keno muko Banyarwanda, muko Bakongomani. Sijue kama banapenda baba uishe ubi banapenda baba baponeshe, parce que sie benyine tunajua Keno tulikomala na batoto bengine ba Kitusi, tulikuwa najua Keno ni Batusi Bakongomani, tulikuwa tujue kama ni banakuwa Banyarwanda, vitu ya sana vile. Me wakati yenyewe na jiproclamer officiellement Keno Rwanda na proclamer Keno ni muko Banyarwanda, na nyie mnanyamaza kupigana kile kitu. Ase mtapigana kwa mitandao tu, mtapigana tu kunani, hamwezi tu convaincre. Wakati yenyewe bengine tuko na kama banapenda wafanya opposition ya kupitia damu ya watu wengine ba serte ba kinananga na wengine. Mes chers frères, tusimame tuungane. Adui wa ndani njoo anapigana vita, na ndio maana yule adui wa ndani hataki kumuona mzalendo.
hataki kumuona mzalendo. Ndio maana vita viko komplike. Angalia namna gani adui iko najipitia, hakuna bariere, hakuna wa kumzuia. Eski hatuna majeshi ya kupanda Rurambo na kufunga njia ya Rurambo? Eski arume ya nchi ya Kongo haina vifaa? Arume ya nchi ya Kongo haina drone? Ni ajabu, ni kushangaa. Analize yangu mimi kama coordinateur wa wazalendo Samadari Mwamiwembasi, nimeelewa mchezo wa vita ya nchi ya Kongo ni teatre, ni maskarade. Vraiment hawachezaki na udongo, hawachezaki na nchi. Cheza na bibi yako, cheza na franga yako, lakini hapana kucheza na damu ya Wakongomani. Mutalipa. Jose Nzita aliimba mutalipa damu ya Wakongomani yenye muko munamwaga bure. Damu isiyokuwa na hatia munaimwaga kwa sababu ya siasa ya mabadiliko ya nchi. Ni huzuni, ni huzuni sana. Ni kiongozi wa uzalendo Samadari Mwamiwembasi, coordinateur de la coalition nationale.